Amiru Shuara Al-Imam Shawqi asema qum lilmuallimi wa fihi tabjil kada almuallimu an yakuna rasula. Asema simama na umpe heshima mwalimu, mwalimu amekaribia kuwa ni mtume. Na sote tunafahamu ya kuwa mtume hatumilizwi kwa watu ila ni kuongoza katika njia iliyokuwa ya sawa. Watakaomtii watafaulu, na wale ambao kwamba watakengeuka na kumkadhibisha basi watakwenda kuhasirika. Same hivyo hivyo kwa mwalimu. Mwalimu pindi tutakapomheshimu na tukampatia daraja anayostahiki, basi watoto wetu, kizazi kitakuwa katika hali iliyokuwa mzuri. Na dalili ya hilo, tazama katika zama za mababu zetu waliotangulia. Zama hizo mwalimu alikuwa anaheshimika kweli kweli na alikuwa anapatiwa daraja anayostahili katika jamii. Zama hizo mwalimu alikuwa kafanywa kama ndiyo mzazi wa familia zote. Kitambo mwalimu alikuwa anaingia nyumba yoyote na anafanya chochote na anasema chochote na hakuna yoyote anayerejesha neno. Alikuwa akimuona mtoto amekosea, mwalimu ataweza kuingia katika hiyo nyumba akashika kiboko akamcharaza mtoto mbele ya baba na mama wasisemi chochote. Na mfano uliokuwa wazi kabisa katika mji wetu wa Gitega, sote tunamfahamu mwalimu Jeni. Mama huyu mashallah sahi amefikia katika hali ambayo kwamba ya uzee kidogo, afya yake kidogo si mzuri. Allah subhanahu wa ta'ala ampatie afya iliyokuwa mzuri, lakini huu mwalimu ametengeneza jamii sana. Zama hizo alikuwa akikuona wewe mwanafunzi umefanya kosa, ataingia nyumbani kwenu ashike kiboko akucharaze mbele ya baba na mama na wote hawasemi chochote. Ulikuwa ukifanya kosa katika shule, yeye atakwenda kama mzazi na atakucharaza huko, atakwambia ulale chini akuchape viboko. Adhana ikitolewa na nyinyi mnacheza mpira, mwalimu awaone, mutacharazwa viboko na Jumamosi darasani mutachapwa sana. Kwa sababu ya hiyo, wazee waliotangulia walifahamu heshima ya mwalimu, ndio maana watu wakao katika hali iliyokuwa mzuri na vijana tukawa tumekuwa katika tabia iliyokuwa mzuri. Lakini zama hizi ambazo kwamba leo tumejifanya wazazi kama tunawapenda watoto wetu sana, tukamdharau mwalimu, tukaona mwalimu hafai, ndio maana tunaona leo watoto wetu leo hawana adabu, wanaweza wakasema neno lolote mbele ya baba wala kwa mama na wala hakuna yeyote atakayesema. Kijana leo utaona wasichana leo wanatembea vichwa wazi, wakivaa vijinguo vya kuwabana, wakilala kwenye madisko, wala hakuna yeyote anayesema. Kwa nini? Kwa sababu mwalimu tumemdharau. Lakini kitambo pindi mwalimu alipoheshimika, jamii ilikuwa imenyooka, imekuwa katika hali iliyokuwa mzuri. Hakuna msichana alikuwa akifanya mambo ya kipuuzi barabarani, wala kuvaa vijinguo vya kubana, wala kwenda kwenye madisko. Mwalimu alikuwa akishika viboko na akiwacharaza. Hivyo ndugu zanguni, tukitaka kufaulu katika vizazi vyetu hivi tunavyovizaa, basi turejeshe heshima ya mwalimu katika jamii, hali ya jamii itakuwa mzuri. Tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala uhifadhi walimu zetu, awapatie afya iliyokuwa mzuri na awapatie mwisho uliokuwa mwema. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.